Jameni, leo naombeni mniruhusu nizungumzie maisha ya shule ya watu wanaoishi na ulemavu. Hawa watu wameitwa majina mingi ya ajabu. Wengine huitwa viwete, wengine wakaitwa vilema, wengine wakaitwa jicho, wengine wakaitwa miguu kombo, wengine hata wakawaita question mark ambayo imeandikwa vibaya. Ila kwa leo sina shida na hayo majina. Na waomba tu dakika 2 au 3. Usisonge. Keti chini. Usikize nikupe historia kidogo ya mlemavu ambaye amepitia maisha magumu sana kwa maisha yake. Nataka kuzungumzia mlemavu ambaye anaenda shule kwa mara ya kwanza na ni mlemavu ambaye hana miguu. Huyu mtu anatoka kwa familia maskini ambayo hata kupata chakula kimoja kwa siku ni balaa. Anapelekwa shule kwa mara ya kwanza, hata wheelchair peke yake hana. Siku ya kwanza anaenda shule, barabara ina matope, imejaa maji. Anapofika shule, anakutana na wenzake ambaye hawajawahi ona hata kwa siku moja mtu ambaye hana miguu. Kuna reactions tofauti tofauti. Mtoto wa kwanza atamwangalia, akimbie, atoroke kwa sababu hajawahi ona kiumbe cha aina hiyo. Mtoto wa pili atamwangalia, atoroke, akilia kwa sababu ameona maajabu. Wa pili atamkimbia, akicheka. Wa mwisho atasimama hapo, aanze kumhurumia. Huyu mtu amepelekwa shule kwa mara ya kwanza. Wenye wanamkimbia wanakimbia, wenye wanalia wanalia, wa kucheka wanacheka, wa kumhurumia wanamhurumia. Kisha huyu mtu anafaa akae darasani pia concentrate kwenye lessons. Niambie, hajawahi ona maneno ya aina hiyo. Huyu mtu ataketi chini ya concentrate. Kitu cha kwanza, amejaa matope, amejaa maji. Kwa sababu ya kujivuruta, ana jasho. Hajanywa chochote asubuhi. Lesson ya kwanza imeisha, anafikiria maisha ambayo anaipitia kwa mara ya kwanza kwa maisha yake. Hajashika chochote. Lesson ya pili, huyu mtu wenzake wanapotoka kwenda break, wanakimbia chooni kujisaidia. Wale ambao wamepitia public schools, kitu cha kwanza ukiingia kwa zile choo, utakutana na mafuriko ya mkojo. Huyu naye hana miguu. Pia ameenda kujisaidia hapo hapo. Amejaa matope, usisahau, alikuwa ameloa, ana jasho. Anapoingia kwenye kile choo, kuna mafuriko ya mkojo. Anachanganya na yale matope, anachanganya na ile jasho. Anaporudi darasani, kila mtu anamtoroka kwa sababu ya harufu. Huyo mtu, hiyo ni lesson ya pili. Atasoma kweli ama akili yake yote ina concentrate kwa wale ambao wanamtoroka, wakimcheka, wengine wakimdharau, wakimtemea na mate, kwa sababu wale ni watoto bado. Inapokaribia wakati wa kwenda lunch time, akili zake zinarudi kwa tumbo lake. Asubuhi hakula chochote. Anafikiria atakavyojivuruta akirudi nyumbani, kwa sababu bado hana miguu. Anafikiria jinsi watoto wake wamemtoroka. Anafikiria jinsi wengine wamekuwa wakimcheka. Anafikiria jinsi wengine wamekuwa wakimtemea mate na wengine wakimhurumia na kulia. Huyu mtu kuna kitu chochote amesoma hiyo siku. Ukimwangalia the following day, haji shule kabisa kwa sababu ya ile experience aliyopata siku ya kwanza. Kisha mnataka hawa watu mseme mnataka waletee makaratasi ili mwapate nafasi ya kuwakilisha walemavu wenzao katika vitengo mbalimbali vya serikali. Kwenye katiba tumepewa 5% reservation ya employability, lakini kwenye serikali hiyo ni vitu ambavyo imeandikwa tu kwa makaratasi, haipo kabisa kwa uhalisia. Niambie mtu mwenye amepitia haya maisha, akayavumilia yote na akasoma hadi kidato cha 4, atashindwa kuwakilisha wenzake katika hizo nafasi? Jamani, hebu tuweni na huruma hata kidogo. Haya maisha ya mlemavu ni sawa kabisa na yule mtu ambaye yuko prison.
Ukiwa na yeyote, awe jirani, awe ndugu yako, awe mtoto wa ndugu yako, awe mamako, na waombeni tafadhali, saidieni walemavu na Mungu atawabariki sana.